Hii droni inaitwa Shahid. Gharama yake ni nafuu, ni takribani dola 20,000 mpaka 50. Unaweza kaipata kwa dola 35,000, na kwa sababu ni ndogo ni rahisi sana kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na Irani wao katika vita walianza kutumia droni hizi za bei rahisi. Hasa silaha ambazo mataifa washirika wa Marekani wanatumia kuzitungua hizi drone, moja inaitwa THAAD, Thermal High Altitude Air Defense. Inakuwa na makombora 48, na tovuti ya bunge la Marekani inaeleza kuwa kombora moja bei yake ni takriban dola milioni 12.7. Kwa hiyo Marekani inapotumia kombora la dola milioni 12 au SM3 ya dola milioni 27 au Patriot ya dola milioni 4 plus kuzuia droni ya Iran ya dola 30,000, inaacha maswali mengi sana kwa wananchi wake, na hii ni kulingana na gazeti la The New York Times. Vita ni mahesabu. Wengi wanajiuliza kwa nini Iran inashambulia mataifa ya Gulf Coast countries, yani nchi za Ghuba. Majibu yake ni rahisi tu, na kwanza ni kitu kinaitwa petrodola. Petrodola ni mfumo wa kiuchumi ambapo mafuta ghafi yanayouzwa kote duniani yanathaminiwa na kulipwa kwa kutumia dola ya Marekani, US dollar only, na Marekani ikaahidi kwamba itawapa ulinzi. Ni exchange. Sasa viwanda vya kusafisha mafuta vya gharama kubwa vinapolipuliwa bila Marekani kuzuia mashambulizi kama ilivyoahidi, kwanza kinatetemesha mfumo wa petrodola, na pili kinawapa mashaka wadau kwamba bwana, mbona huyu mzee hatimizi ile ahadi ambayo tulikuwa tumekubaliana. Iran anashambulia viwanda vya mafuta kwa sababu anajua kwamba biashara ya mafuta itasimama. Wao wa Iran walishazoea kuuza mafuta bila dola. Kwa hiyo mashambulizi yanapovuruga soko la kawaida la dola, nchi zingine sasa kama ikiendelea kwa muda mrefu wataanza kutafuta njia ya mkato. Na bila shaka wewe Mtanzania sio mgeni, na unafahamu kwamba hizi nchi za Ghuba kwa miaka mingi zilikuwa zimefocus na biashara. Zilifocus na kujiimarisha kwenye sekta ya usafiri wa anga. Tumeona mandege makubwa ya abiria yamenunuliwa. Hizo nchi za Ghuba, tukiongelea Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, majengo makubwa ya kitalii yamejengwa. Dubai kikawa ni kitovu cha matajiri, kitovu cha utalii. Watu wengi wanaenda kula, wanasema tunataka kwenda kuishi Dubai kwa sababu ni sehemu salama ya kuishi. Na wakati wote huo zilikuwa zinaenjoy usalama wa Marekani kutokana na ubia ambao walikuwa wameuingia miaka hiyo. Petrodola, uza mafuta kwa pesa yangu dola, mimi nitakupa ulinzi. Kwa hiyo wao walifocus kwenye mambo mengine, masuala ya ulinzi wakawaachia wa Marekani. Kwa hiyo ingawaje hizi nchi zimekuwa zikiclaim kwamba hatutaki vita, hatuna upande, lakini kiuhalisia wao tayari walikuwa na upande, walikuwa upande wa Marekani. Vita ni changamoto. Tukija kwenye eneo la Strait of Hormuz, hili lango kwa kweli linabaki kuwa ni njia muhimu zaidi ya nishati duniani mpaka sasa. Takriban 20% ya mafuta yote yanapita pale kila siku, na walaji wakuu ni China, India, Japan na Korea Kusini. Na kutokana na kufungwa kwa hilo lango, hizi nchi wanufaika wameanza kunong'ona kwamba hao jamaa wameanzisha vita ili watuharibie uchumi wetu nini. Na katika hao players ambao wameanza kunong'ona, Japan yeye alishawahi kutoa tamko kwamba Strait of Hormuz ikiendelea kufungwa basi nchi inaweza kujiendesha kwa siku 200 tu kwa kutumia akiba ya mafuta iliyopo. Baada ya hapo mafuta yameisha. Watahamia wapi? Watahamia kwenye nishati ya nuclear sasa. Na pia Japan iliwahi kusema kuwa Strait of Hormuz ikifungwa, kwao wao wanaweza kutafsiri kama ni existential threat, situation that threatens Japan's survival. Changamoto ambayo ni tishio kwa uhai wa taifa, na kulingana na sheria zao, ukitishia taifa basi wana haki ya kutumia nguvu ya kijeshi kwenda kudefend haki yao. Kwa hiyo hizo nchi hazicheki linapokuja suala la kuzuiwa kwa keki yao. Strait of Hormuz imefungwa. Meli za mafuta baadhi yake Irani imezishambulia pale. Meli haziingii kule, hazitoki. Unawaharibia. Vita ni mahesabu. Kwa upande wa bidhaa, nchi za Ghuba zinauza mafuta, alafu wao wanaletewa mahitaji muhimu.
na kutokana na ardhi yao kwamba ni jangwa, wanategemea sana uagizaji wa bidhaa kwa kiwango kikubwa. Takribani 80% ya chakula chao kinatoka nje. Vita ni ya Iran na Israeli na Marekani, lakini wao unaenda kutibua Uarabuni, unawaharibia ili nao wamshinikize huyo mshirika wao asimamishe vita. Vita ni mipango. Baada ya Ayatollah Ali Khamenei kuuawa pamoja na ndugu zake wengi wa karibu akiwemo mke wake, kidini anahesabika kama shahidi ukirejea doctrines, mafundisho ya dhehebu la Shia. Wafuasi wake wanaona hiyo ni kama kengele ya hatari iliyogongwa ya kwenda kufanya jihadi, kupambana mpaka tone la mwisho la damu kwa ajili ya kiongozi wao. Umemuua kiongozi wetu, lazima tumpambanie kwa hela yote. Vita ni gharama. Vita ni sanaa. Na nikirejea kitabu cha The Art of War cha Sun Tzu, anasema vita ni sanaa, sanaa ya udanganyifu. Anasema vita yoyote ile inategemea udanganyifu. Na ili ufanikiwe, fanya uonekane ni dhaifu ukiwa na nguvu, na uonekane uko mbali ukiwa karibu, na hii itakusaidia kumfanya mpinzani afanye makosa kimaamuzi. Na mwisho Sun Tzu anasema sio kila vita inafaa kupiganwa. Kiongozi mwenye busara anajua ni wakati wa kushambulia na wakati wa kurudi na kuona niachane nalo hile. Kupigana kila vita kunapelekea kuchoka, kufilisika kwa rasilimali. Vita ni gharama.